ni Wero TV. Na mutegeri wa Wero TV ni bwa no ntobwa kuwatanira na oni ringi andene ya Wero TV na nkithoma nteto cietu cia Wero damwanja ningo kwirite tukethwa tukureterete state of the county the Meru County ira yombete kuthithikira county assembly na ndukwerwari governor Peter Munya akethirwa akithoma weti na mbere bwa county ya Meru na nkurikanie governor wa Meru niwe Peter Gatira Munya niwe the first governor wa Meru County na nauso wako ewa kura ria yele na mwaka yo niyo yo kumark kana niyo yo kuona ni amuthia yo akanya kake ka wathani ndene ya county ya Meru mbere ya tuwatanira na Phineas Imana ora uri kire county assembly nkurikanie county ya Meru yethero yena constituency kenda na siethero ire Igembe South, Igembe Central, Igembe North, Tigania West, Tigania East, North Imenti, twethero twina Bore, twethero twina Central Imenti na South Imenti na kire constituency iyi cionthe South Imenti yo yethero yena ward ira nyinge buru ira yethero yena ward ithanthatu twethero twina ward 45 na kire ward iyi cionthe ciethero itongeretwe ni MCAs bara bethero bawakilishete wananchi kire county assembly na bethero bathingati ni ward administrators bara bethiretwe bakiwakilisha wananchi kire executive. Thirikari ya Meru County kana County Government of Meru nethero yena department 10 imwe yacio ni department ya health kana ugima, sports, gender and culture, agriculture, livestock and fishing, education and technology na Munya neregeri ntuko ya rware kana nyuma ya ndeka inkai kwethirwa akiaririria mantu yarayethiritwo yaita na mbere kana maendeleo yarayethiritwo yaita na mbere ndene ya county ya Meru kire sector iyi cionthe na kaite ne kana twathanire na Phineas Imana ora wiri ndene ya county assembly atwire nkuruki bora bwetete na mbere ndene ya county assembly ya Meru. Phineas Nombibwa. Hello Phineas. As may be specified in the county legislation. Phineas no kuwatanira na oni boboya. Kaithiri na kethira akiariria mantu ya maingi akiariria mantu ya maingi yoko ni witina mbere wa county na nindi akinya nyume ndeka inkai na ethira address ke ya ithatu kuma yokuma wathani na noe muthia tamu kuthira mwaka yoko wende akethira akiariria mantu ya maingi ya witina mbere na tuketha tukireta rwariru emwe kwemwe tere cha studio na torike tuketha tukiaraniria kinya na MCAs batale ukonie rwaria ruwende tuketa emwe kwemwe mwaka ki county assembly na Rais Excellency the governor akethira ki address. Phineas ni ma MCA bana kana aini barabetherito beregeri ukinya betherito beko kaiteneka of the republic Phineas ni ma MCA bana beko thai na mutegeri wa Wero TV mbere ya tuwatanira na Phineas Imana ringi county ya Kiambu ni barethiritwo bena bakithomerwa weti na mbere bwa county yo tariki 6 cia mweri uyu ira irathithikite kiumia kithiru na governor wa ora witawa Kabogo na arariritie manto mwanya manto ya ukonia agriculture, manto ya ukonia biashara, manto ya ukonia revenue collection na natuwatanire na Phineas Imana ringi aitwira manto ya weta na mbere ringi tukithoma na tuwatanire na Speaker Assembly of the county governments and the K of the county assembly of Meru orders and the Kenya Gazette volume CA1X number 46 Gazette notice number 3509 this special sitting has been procedurally and lawfully convened.
Kindly remember the provisions of our Standing Order number 24, Substanding Order number 2, which is to the effect that, I quote, when delivering an address to the Assembly, the Governor shall be heard in silence, and the address shall not be followed by any comment. Therefore, honourable members, on this special sitting of the Assembly, we do not expect any comment to arise from the Honourable House today, following the delivery of the State of the County address by His Excellency the Governor. Honourable members, today this House applauds, appreciates, and thanks His Excellency the Governor County address this term. We wish him well in all his endeavors and aspirations. Lastly, honourable members, I do thank and wish each and every one of you a blessed Easter holiday. With these few words, Your Excellency and honourable members, it now gives me great pleasure and privilege to invite you to take the floor and deliver the state of our county address. Welcome, Your Excellency. Waheshimiwa wabunge wa Gatuzi la Meru, wananchi wenzangu, mabibi na mabwana, kabla ya kupeana hotuba hii, ningetaka tuchukue dakika moja tusimame kwa makumbusho ya Mheshimiwa David Mwiraria ambaye alikuwa waziri na mbunge wa Imenti North ambaye ameaga dunia asubuhi ya leo. Asanteni sana. Mheshimiwa Mwiraria ni shujaa ya Meru, mzee wa heshima ambaye amehudumia taifa hili la Kenya na wa Meru kwa jumla kwa miaka mingi. Sisi sote tumejazwa na huzuni kwa kifo yake baada ya kuugua kwa muda mrefu. Siku ya leo, Bwana Spika, nina furaha kujiunga nanyi katika hafla hii ya kutathmini takriban miaka 4 sasa tangu mfumo wa serikali za kaunti kuanzishwa humu nchini. Kama gavana wa kwanza, nimechukua hatua za msingi bora wa utandawazi wa ukuaji, hali kadhalika ufanisi wa kaunti yetu. Hivyo basi, na kuichunguza kwa kina safari hii tuliyoianzisha kuhakikisha wananchi na wakaaji wamenufaika kikamilifu kutokana na huduma za serikali yangu. Mbali na changamoto mbalimbali zilizotukabili, serikali yangu inatazama kwa furaha hatua mahususi za kimaendeleo tulizopiga kuboresha maisha ya jamii yetu kwa kustawisha miundo ya utendakazi bora na kuwafikia kwa malengo ya serikali na sera tulizoahidi wananchi. Katiba ya tishwa mwaka wa 2010 inaamrisha serikali ya kitaifa pamoja na zile za kaunti kustawisha huduma za afya kufikia Wakenya wote kwa sababu ni haki yao ya msingi. Kila mwaka serikali yangu imeekeza asilimia 40
ya mgao wa fedha tunazopokea katika gatuzi letu kustawisha nguzo 6 muhimu za ukuaji wa sekta ya afya. Sekta ya afya ya Meru inaongozwa na mfumo wa kisheria uliopitishwa na bunge la kaunti ambayo nilitia sahihi ukawa sheria. Sheria hii inaangazia kutatua changamoto za kipekee za jamii yetu. Kwa miaka 4 sasa, serikali yangu imeimarisha usimamizi wa sekta ya afya katika vituo vyote vya afya kwa kuteua bodi za usimamizi katika hospitali 16, kamati za vituo vya afya health center 32 na zahanati ama dispensaries 135. Bodi na kamati hizi husaidia katika mipango na utekelezaji wa miradi kadhalika ukusanyaji wa maoni kuhusu huduma. Katika kipindi cha miaka 4, serikali yangu imejenga na kuboresha vituo mbalimbali vya afya. Kama matokeo ya juhudi za serikali yangu, wakaaji wa Meru usafiri kilomita 7 kupata huduma za afya ikilinganishwa na kilomita 13 kabla ya mfumo wa ungatuzi kuanzishwa. Kwa sasa tuko na hospitali 16, vituo vya afya health center 33 na zahanati dispensaries 136 na pia hospitali moja ya kirufaa ambayo inaitwa Meru Teaching and Referral Hospital. Miaka 4 iliyopita kulikuwa na zahanati 89 na tumejenga 47 saindi ambazo ni kama ifuatavyo: Ntirimiti, Kimbo, Ntumburi, Mutunyi na Nkando katika gatuzi dogo la Bori, Losioti, Leta na Iruru, Keike, Tama, Moromotu na Kilera katika gatuzi dogo la Igembe kaskazini, Yeka katika gatuzi dogo la Igembe kusini, Dinyaine, Machegene na Kaleate katika gatuzi dogo la Tigania magharibi, Keike, Mwethe, Akaiga, Kathi, Baranga, Kandebene na Matabithi katika gatuzi dogo la Tigania mashariki, Gatakene, Baranga, Ithitwe, Kegane, Kairie, Mworoga, Mungu na Kiamweri katika gatuzi dogo la Imenti kusini, Gankere, Ndiene, Runogone, Nchabuene, Ndhungu na Kianjori katika gatuzi dogo 2017 tunamalizia na kugua zahanati 29 zaidi. Baadhi yaso ni Ndoleli, Kamweline, Kambogo, Munanda, Murweti, Kianda, Kani Karoi, Makandi, Karie, Muchune, Muchege, Igandene, Kiarene, Kambiti, Mutunguru, Murabi, Muiteria, Ruiga, Charia, Runywene, Kinjo, Bwenjeru, Kiambogo, Baranga, Loma, Mula, Menwe na Ntemwene. Tumeongeza idadi ya vya kulaza wagonjwa kutoka 720 mwaka wa 2013 hadi 1088 mwaka huu 1088. Tulinunua vitanda speciali 280 ya hospitali kuu ya kimafunzo ya Meru pamoja na zile za gatuzi dogo zikiwemo Githongo, Nyambene, Kanyakine na zinginezo. Ili kuhakikisha matumizi bora ya rasilimali na uendeleaji wa huduma, serikali yangu itazindua mradi wa wodi ya ghorofa 7 integrated ward katika hospitali kuu ya mafunzo ya Meru. Mradi huu ambao tutauzindua kwa muda wa wiki moja utaongezea idadi ya vitanda kutoka 460 kwa sasa hadi 1500 baada ya kukamilika.
Jumla ya idadi ya vitanda vya kulaza wagonjwa inatarajiwa kufika 2,000 kufikia mwaka wa 2019. Hii leo kaunti ya Meru ni ya pili nchini kwa viwango vya chini vya maafa ya watoto wanaosaliwa kwa kiwango cha 202 kwa kila watoto 100,000 wanaosaliwa. Kiwango cha kitaifa ni vya kabla ya wakati wao ama incubators vimenunuliwa na kuwekwa katika kila hospitali ya ngatuzi dogo ili kuimarisha matokeo ya uhifadhi wa watoto wadogo. Ili kuhakikisha kuwa wamama wame salama na katika mahali safi, tumefungua vyumba 12 vya kujifungulia kwa kipindi cha miaka 4 iliyopita na kufikisha idadi yake kuwa 48. Funguliwa katika hospitali ya Kibuline, Ndambiro, Amuga, Lailoba, Kiarao, Kaongo, Ontulele, Mulika, Njudhene, Kionyo na Kiguchwa. Kama njia ya kuboresha uwezo wa vipimo na ukaguzi wa magonjwa, serikali yangu imenunua na kuweka mashine spesheli za vipimo na uchukuaji wa picha katika hospitali kuu ya Meru na Sangatuzi dogo. Tumenunua na kuweka mtambo wa kiautomatiki wa biokemia wa maabara za Githongo, Timau, Muthara, Nyakine na Miathene. Vifaa vya kisasa vya uchukuaji picha, digital x-ray machines, vimenunuliwa na kuwekwa katika hospitali ya kimafunzo ya Meru pamoja na zile Sangatuzi ndogo. Hospitali ya Meru kwa sasa ina mashine zinazofanya kazi kama vile CT scan, mashine za x-ray za kidijitali za Meru, Nyambene, Muthara, Kanyakine na Miathene. Kukamilisha haya na ufuatiliaji wa mama wajawazito, serikali yangu imenunua mitambo ya kupeleleza mimba ama ultrasound machines na inafanya kazi ya hospitali za Mutuati, Miathene, Githongo, Kanyakine na katika hospitali ndogo hospitali Sangatuzi dogo zingine. Wakaaji wa ngatuzi letu wenye matatizo ya figo hawalazimiki tena kusafiri Nairobi na kusubiri wiki kadhaa kutafuta huduma katika hospitali kuu ya Kenyatta. Huduma za uosaji figo ama renal dialysis services zinapatikana katika hospitali kuu ya kimafunzo ya Meru na gharama hiyo ya kupunguza msangamano. Hiyo kazi imekamilika, ni kufungua tu hii huduma ndio imebaki hapo hospitali ya Beni. Kadhalika serikali yangu imenunua magari 13 ya kubebea wagonjwa na kuwekwa mahali mwafaka ili kushughulikia masuala ya dharura. Kwa sasa tuko na magari 27 ya kusafirisha wagonjwa na 4 zaidi yamenuliwa, yameletwa siku 2 iliyopita. Huduma za kusafirisha utolewa bure kwa wale walioelekezwa kutafuta huduma za dharura na wafanyikazi wetu wa afya. Wale walioelekezwa na vituo vya kibinafsi ulipa hando dogo ambayo hutuwezesha kuhifadhi ubora wa magari na vifaa vilivyomo. Magari haya yamewekwa hospitali kuu ya Meru, hospitali za Mutuati,
Kangeta, Timau, Miadhene, Kanyakine, Kinoro, na Kinoro na zile hospitali za ngatuzi dogo ambazo zinaitwa health centers na vituo vya afya vya Anga na Ndambiro. Tuko katika harakati za kununua gari la kusafirisha wagonjwa hospitali Birichia pamoja na vituo vya afya vya Mugaa, Karama na Kaongo. Hii imepitwa na wakati kwa sababu zimenunuliwa, siko tayari. Hizo hospitali ya Birichia, Kaongo na Mugaa simeletwa, siko tayari. Wakati tulianza mfumo wa ugatuzi, tulirithi vyumba vya kuhifadhi maiti ambako miili ilikuwa inaosa kwa sababu ya vifaa duni. Ilinunua vifaa vya hali ya juu na vya kisasa. Katika hospitali kuu ya kimafunzo ya Meru kuna uwezo wa kuhifadhi miili 75. Hospitali ya Nyambene miili 30 na hospitali ya Miadhene miili 15. Hospitali ya Kanyakine itapata chumba chenye uwezo wa kuhifadhi miili 30 na itakuwa tayari ifikapo mwaka ujao wa kifedha. Tutajenga vyumba vya kuhifadhi maiti vya Timau, Mutuati, Idhongo, Mudhara, Mikindori ili kupunguza safari ya kusafirisha mili ya wapendao kwenda kusika. Umeme ni muhimu kwa vifaa na mitambo ya huduma kwa hospitali zetu ili kuzuia kupoteza maisha kwa serikali yangu imenunua mitambo ya kusalisha umeme ya generator kwa hospitali za Meru, Nyambene, Mutuati, Kangeta, Mudhara, Mbeu, Nari, Timau, Yaki, Mikindori na Kinoro, na vituo vya afya vifuatavyo: Kiburine, Gatembe, Karama, Lare na Akachu. Gatuzi letu linaongoza kwa idadi ya mahospitali humu nchini. Hii inamaanisha idadi kubwa ya wafanyikazi wa afya inahitajika ili kutoa huduma bora kwa wananchi. Kwa sasa tuna wafanyikazi zaidi ya 2,000 wakiwemo madaktari 145, wauguzi 1,130, 1,130 nurses, maafisa wa kiafya yani clinical officers 205, maafisa wa mahabara yani lab technologies 161, maafisa wa afya ya umma and public health 143. Meru ilikuwa kaunti ya kwanza kuajiri kwa msingi wa kudumu wauguzi 243 walioajiriwa na serikali kuu kwa mpango maalum wa ukuaji wa uchumi yani economic stimulus program kama wafanyikazi wa kandarasi. Baada ya kushika hatamu za uongozi, serikali yangu iliajiri madaktari 52 zaidi na wauguzi 407. 52 new doctors that we have been able to employ. Kwa sasa bajeti ya mishahara ya wafanyikazi wa afya ni bilioni 1.6, 1.6 billion, na itasindi bilioni 2.16 baada ya nyongeza za mishahara zilizoafikianwa kutekelezwa baada ya mgomo wa madaktari. Serikali yangu imejisatiti kuhakikisha kuwa madawa ya kutosha yanapatikana katika vituo vyote vya afya. Kwa mfano, katika bajeti ya mwaka huu tumetumia milioni 220 at 220 million kwa ununuzi wa madawa ikilinganishwa na milioni 57 million mwaka wa 2012
na 2013 wa matumishi ya fedha za kiserikali. Hilo ni ongezeko la asilimia 385.9. That is 385.9% increase kwa fedha tunasowekeza kwa ununuzi wa mandawa kwa miaka 4 iliyopita. Huduma za afya katika gatuzi letu hupokea mgao wa takriban bilioni 2 kila mwaka. Kulingana na serikali ya afya, tunatekeleza ugawaji wa gharama ili kuleta huduma za bei iliyopunguzwa bila kunyima huduma kwa mwananchi yeyote asiyekuwa na uwezo wa kulipa. Mheshimiwa wabunge, kupitia usimamizi bora na uwajibikaji tumeboresha ukusanyaji handa kutoka milioni 14 mwaka wa 2013 hadi milioni 32 kila mwaka kwa sasa. Hii inamaanisha kwa vituo vya afya tu pekee kwa tunakusanya milioni 14, sasa tunakusanya milioni 32. Siku ya leo ninatangaza kuwa vituo vyote vya zahanati, yani dispensaries, vitatoa huduma zao bure na hakuna malipo yanapaswa kutozwa wananchi hata ya maabara. Ninaamrisha maafisa husika katika idara ya afya kutekeleza amri mara moja. Kadhalika, natumia mbinu ya kuhusisha jamii katika miradi ya kiafya, jambo ambalo limesababisha gharama ya ujenzi kupungua kwa asilimia 60. Kupitia ofisi ya mama wa kwanza wa gatuzi letu, tumeweza kuchunguza na kufanyia watu zaidi ya 71,479, that is 71,479 vipimo vya saratani, na jumla ya watu 1,258, that is 1,258 wakapatikana ya matibabu katika 1,300 walitibiwa na wakaruhusiwa kwenda nyumbani. Hata sasa tunawaomba mtembelee hospitali hiyo kwa uchunguzi, matibabu na mawaidha kuhusiana na janga hili la saratani. Vilevile za kutibu saratani hupatikana katika hospitali ya Meru, kama vile onkolojia, upasuaji, that is surgical oncology, na chemotherapy. Ni muhimu kutambua kwamba mbali na hospitali ya Kenyatta jijini Nairobi na hospitali chache cha kibinafsi, ni hospitali kuu Meru pekee katika kaunti ambayo hutoa huduma hizi. Hakuna kaunti nyingine ambayo iko na hospitali hizi nimetaja kuhusu saratani, that is cancer. Ili kupambana na janga hili zaidi, tumeanzisha sajili ya saratani Meru. Hii imetusaidia kufanya utafiti wa kiafya la Kenya. Tena hakuna kaunti nyingine ambayo imeanza registry ya aina hii. Watu walio na upungufu wa aina mbalimbali katika miili yao wamepata vifaa visaidizi 2,321. That is people with disabilities that we have developed 2,321 kutoka kwa ofisi ya mama wa kwanza wa gatuzi letu, kama vile vitiguru, viungo badia vya miguu na mikono kwa wengine, miongoni mwa misaada mingine kutokana na juhudi za mama wa kwanza wa gatuzi letu. Pia kampeni dhidi ya trachoma na maradhi ya macho imeendeshwa
na kati ya watu 10,115 waliofanyiwa uchunguzi 2,451 kati yao walipatikana na maradhi ya trakoma. Baadhi yao 2,016 wamefanyiwa upasuaji kurekebisha hali hiyo. Kwa sababu ya juhudi mbalimbali za serikali yangu, viwango vya malaria vimepungua hadi 1% ya mwaka wa 2013. Yaani tumeteremsha hiyo kutoka 33% to 1%. Idadi ya vio kwa kila familia imeinuka kutoka 62% at 3% mwaka wa 2013 hadi 98%, 98% mwaka wa 2016. Vilevile maradhi ya kuhara yamepungua kutoka 4% mwaka wa 2013 hadi 5% mwaka wa 2016. Waheshimiwa wabunge, kwa idara ya maji, serikali yangu inaendelea kuinua viwango vya maji safi yanayofikia mwananchi kwa lengo la kuweka mfereji kwa kila boma na kuambatana na malengo ya maendeleo endelezi. Serikali imestawisha mipya ya maji, hali kadhalika kuboresha miradi iliyokuwemo katika jamii ili kuimarisha usambazaji wa maji kwa wakaaji. Katika gatuzi dogo la Igembe Kusini, mradi wa maji wa Kibilaku ongewa sehemu ya mapokezi intake na mifereji kuongezwa ili kuhudumia sehemu soko la Kioi na Kibilaku. Vilevile tangi lenye uwezo 25,000 225,000 liters limejengwa katika soko la Kioi ili kufikisha maji katika taasisi zilizoko eneo hilo. Huko Adhero Gaiti, mradi wa maji wa Gatungu, tangi lenye uwezo wa lita 225,000 limejengwa katika wadi ya Kachio katika Igembe ya Kati. Kisima cha maji kimeshimbuliwa eneo la Kalimbene, wadi ya Kangeta, na tangi lenye uwezo wa kuhifadhi lita 225,000 lita limejengwa na sehemu ya usambazaji kuundwa. Mradi wa maji wa njia water supply awamu ya kwanza umefanyika katika wadi ya njia. Hii ni pamoja na ujenzi wa tangi lenye uwezo wa kuhifadhi lita 225,000 na tangi lingine shule ya msingi ya Nchunguru la kusambaza maji maili 3 na maeneo ya Antubeiga. Tangi lenye uwezo wa kuhifadhi lita 225,000 limejengwa huko Kaboito, wadi ya Igembe Mashariki. Igembe Mashariki, kisima kimechimbiliwa katika shule ya msingi ya Matiandoi na mifereji kutolewa itakayosambaza maji hadi Kanyakine na Kaboito, na hivyo basi kuwafaa watu 1,000. Kisima cha Githongo, wadi ya Adhero Rujine, kilishimbiliwa na kustawishwa ili ya jia la Nchunguru, kuboresha kisima cha shule za msingi ya Nchunguru, ujenzi wa tangi lenye uwezo wa kuhifadhi maji lita 50 eneo la Dhuru, na kutia mifereji kuhudumia maeneo ya Kithare, Muringene, maili 3, Antubeiga na Itwa Mwari. Mradi huu utafaidi takriban watu 10,000. Mradi wa Kithing'ang'u, wadi ya Kirang'ondu, pia umeboreshwa kwa ujenzi wa stesheni ya kutoa maji
Honorable members, please resume your seat. Please resume your seat, honorable member. Katika chemichemi resume your seat ya Kiding'ang'u. Isitoshe, huu mradi unaendelea huko, haujakamilika, pengine shinda ni lugha. Isitoshe, ujenzi wa tangi lenye uwezo wa kuhifadhi lita 1,100 unaendelea na mifereji imetolewa kusambaza maji haya hadi soko la Kadhelwa. Hii project inaendelea, haijakamilika lakini inaendelea. Na iko na pesa ya kukamilisha. Kabla ya mwezi wa Juni tutakuwa tumekamilisha hii project yote na watu eneo hili wamepata maji. Mradi huu utahifadhi watu 3,000. Soko la Kangeta, mifereji ya usambazaji kuwekwa kutoka soko la Kangeta hadi eneo la Keia Murandi ya Keia. Mradi utakao unafaisha watu 3,000. Serikali vile vile imekamilisha mradi wa maji wa Katoe, ulianzishwa na idara ya sehemu kame na kuachwa bila kukamilika. Mradi huu unahudumia watu wa Malaene, wandi ya Ntubetwe, Kiongo, gatuzi ndogo la Tigania Mashariki. Katika gatuzi ndogo la Tigania Mashariki, tangi lenye uwezo wa kuhifadhi lita 225,000 limejengwa Karashi, wodi ya Mudhara. Pia kuboreshwa kwa mifereji ya mto ya Thangatha hadi soko ya Mudhara na Muriri. Zaidi ya haya, ni vizuri kusema hii kazi imefanywa, lakini kumekuwa na changamoto ya ukame na maji inakosekana kwa mto ya Thangatha. Kwa hivyo kuwa na shinda ya maji si kumaanisha hakuna kazi imefanywa. Mifereji ilifanywa, maji ilikuwa inafika, na tunajaribu kutafuta njia zaidi za kuangazia hii shinda ndio maji iweze kutosha sehemu za Mudhara, sehemu za Muriri, sehemu za Ngundune na sehemu za Kianjaye. Zaidi ya hayo, kisima kimechimbuliwa eneo la Lumanthi ili kusambaza maji Luma na Lanyiru. Maji yatahifadhiwa katika tangi la lita 225,000 katika mlima wa Luma. Mradi huu utawafaa watu 3,000. Na hii mradi nimemtembelea nikapata hiyo maji, na huu mradi unaendelea. Zaidi ya hayo, kazi ya mradi wa chemichemi za Mikorwe, ujenzi wa tangi la lita 225,000 huko Mutiuti Kirira na urekebishaji wa mifereji ya urefu wa kilomita 2 kufikisha maji soko la Mudhara, Muriri na vitongoji vyake, pamoja na uboreshaji wa mapokezi ya Maburwa na mifereji ya kusafirisha maji hadi shule ya msingi ya Kaongo. Hii urekebishaji kandarasi tu imepeanwa, ndio hiyo Tigania Water Supply System iweze kurekebishwa, tanki njengwe maweze kutosha Mudhara na Kianjai na Ngundune. Uwezo wa kuhifadhi lita 225,000 limejengwa katika wodi ya Karama. Ujenzi wa sehemu ya kupokelea intake katika mto wa Liutu. Mradi huu utafaidi watu 2,000 kutoka Liutu, Kinjo, Maranga. Uboreshaji wa chemichemi ya Michi Mikuru unaendelea kwa sasa. Uwekezaji wa mifereji tano eneo hilo. Ujenzi wa mapokezi intake ya Muramba ya unaendelea, utaunganishwa na mifereji ya urefu
na kilomita 11. Gatuzi logo la Tigania ya Magharibi, urekebishaji wa utandawazi wa mifereji ya maji Kianjai kutoka mto Thangatha hadi Kianjai ulifanyika. Lenye uwezo wa kuhifadhi limejengwa eneo la Mlima Mudhunanga karibu na soko la Miabene kuhudumia watu wa Kariakoo. Ingawaje nimeeleza changamoto ya maji kutoka kwa mto, maji ya na gavana analeta ukame hata Nairobi shinda ya maji kwa sababu ya tangi lingine limejengwa Ngundune ili kuhudumia soko la Ngundune hadi zahanati ya Thinaine. Vile vile visima katika shule katika wodi ya Nkomo. Ya visima hivi yatasukumwa kwa tangi la uhifadhi lililo katika mlima Kieru na kisha mfereji ya usambazaji kuwekwa ili kuhudumia soko la Nchiru na eneo la Mituntu. Mradi huu utafaidi katika wodi ya Kithi. Kisima kimechimbuliwa katika Barubaru. Vile vile mtambo wa kawi umewekwa wa kusukuma maji umewekwa katika mradi wa Kadhima ya Mbeu. Urekebishaji wa kisima cha Mishi Mikuru na ujenzi wa mfereji kufikia eneo la Kibore na tangi la Lukununu ili kuhudumia Kithi ya Dhwana unaendelea. Mradi huu utafaidi zaidi ya wakazi 5,000. Katika gatuzi dogo la Buri tumeongeza laini 7 za mifereji huko Srimon paso moja katika wodi ya Kisima. Katika soko la Ngusishi tumejenga tangi la lita 1,200 ya usukumaji maji pamoja na usambazaji kukamilika. Zaidi ya hayo, matangi mengine ya lita 225 yamejengwa huko Maritati. Tumeweka mtambo wa kusukuma maji katika visima ya Kisima ambao utasukuma maji hadi kwa tangi la Mandaraka na soko la Ngushishi. Mradi Chaka unaotoka Ntrimitia hadi Subuiga ambapo tangi la lita 1,100 limejengwa umekamilika. Matangi mengine ya lita 205 huko Mtumburi, Mchene, Nkando, Marurui na Mogae. Miradi mingine pamoja na urekebishaji wa laini ya mifereji ya kutoka Ndumira hadi Njuruta, laini mfereji ya kwenda kwa tangi la Ndumira na ujenzi wa mfereji wa kilomita 6 kutoka Ndumira hadi kwa Kome. Hii ni pamoja na uunganishaji wa maji eneo la Kirune na vituo viwili vya kuhusia maji. Mradi huu utafaidi zaidi ya watu 1,000 katika wodi ya Ruiri Rwarera. Katika wodi ya Kirua Nari kwa mradi wa maji wa Nturukume tumejenga mfereji kutoka Kadhita hadi eneo la Gitinene. Mradi huu utafaidi zaidi ya wakazi 3,000. Katika wodi ya Kibiricha ujenzi wa mfereji wa mradi wa maji wa Siantere utakaofaidi wakazi wa Machaka pamoja na kivukio cha mradi wa maji wa Kiameogo umekamilika. Mradi huu utafaidi watu 5,000. Hivi majuzi mradi wa maji wa Mukeremi ulinufaika kwa mifereji ambayo iligharimu serikali shilingi milioni 3. Katika gatuzi dogo la Imenti Kaskazini tangi la lita 1,225 limejengwa katika eneo la Kithoka. Katika eneo la Yaki na Dhura
Tumeongeza laini ya mifereji na hivyo kufikia mboma zaidi ya 500. Katika wondi ya Ntima Magharibi tumekamilisha ujenzi wa mifereji kutoka mto Kadhita hadi vijiji vya Mpuri, Ndimbiri. Mradi huu utafaidi jamii 1000. Katika gatuzi dogo la Imenti Kusini, marekebisho ya mfereji unaosambaza maji katika mji wa Nkubu na vitongoji vyake ulikamilika. Marekebisho na upanuzi wa mradi maji wa Ikwi Mweru huko Igoji East umekamilika, huko walionufaika nao wakiwa ni wakaazi wa soko la Igoji na eneo la Kieni Kiandege. Mradi huu utafaidi zaidi ya wakaazi 1000. Pia tumejenga matangi katika maeneo ya Mitunguu, Kionyo na Nkwene. Katika gatuzi dogo la Imenti Kati, ujenzi wa mfereji kutoka mto Dhingidhu hadi soko la Kiamuri kupitia mpaka wa Meru na Tharaka umekamilika. Mradi huu una vituo kadhaa vya kuteketea maji. Mradi huu utakimu zaidi ya wenyeji 3000, na nilikuwa kwa hii mradi, kwa hivyo siambiwe ni uongo. Niliona mradi huu mwenyewe, nimekuwa huko. Marekebisho ya mfereji wa Gatembe unaonuia kuinua viwango vya maji kwa wenyeji unaendelea kukamilika. Zaidi ya hayo, matangi ya lita 1225 yamejengwa katika vituo hivi: Charia, Githongo na Mwangandia. Idara ya maji imestawisha idara ya usorovea wa maji na usimbaji wa visima. Idara hii iko na vifaa mahsusi vya kisasa ambavyo ni kama ifuatavyo: mashine rigi ya kuchimbua visima, mashine ya kutoa msukumo na kupeleleza, mitambo maalum ya geodetic GPS na ulainishaji na zinginezo. Kwa sasa idara ya maji imechimbua visima 15 kikamilifu. Visima 2 huko Lubunu, 2 Dhuru na moja maeneo ya Barubaru, Rumandi, Kalimbene, Kangeta, Maili 3, Githongo, Kimasia, Ntunene, Mutuate, Karicho na Kiromwadhi. Kutumia mashine yetu speciali, visima 5 vimekamilika, vikiwemo shule ya upili ya Ntunene katika Ntunene wodi, kijiji cha Kimachia, shule ya msingi ya Mutuate wandi ya Nalo, Karicho na Kiromwadhi wandi ya Ntubetwe Kiongo. Visima vingine ambavyo vilishimbwa bila mafanikio ya kupata maji ni shule ya msingi ya Mariri, kijiji cha Ndulu, soko la Kithetu na Kambo. Na nataka kusema visima hivi wiki ijayo tutafata mashini zile za kufanya ile inaitwa test pumping, ndio tuweze kujua ni maji ngapi iko hapo ndani, ndio sasa kuweka kumalizia hiyo kasi, hii maji yaanze kukunywa kwa hiyo vijiji. Kuhakikisha mazingira safi, idara ya maji na mazingira imezingatia mapendekezo ya idara ya taifa ya mazingira NEMA katika utunzaji wa sehemu za kutupa mataka za Murera, Nkunga na Mungu. Sehemu ya kutupa taka ya Makiri ilihamishwa mpaka Murera kwa vile ingeweza kusababisha hatari ya maradhi kwa binadamu karibu huko na tauni ya Maua. Vyombo vya ukusanyaji taka vimestawishwa maeneo ya Timau, Maili 3, KK Maua, Mikinduri, Mitunguu, Kieni Kiandege, Mudhara, Kianjai, Kirua na lile la mji wa Meru. Hatua hii itahakikishia wananchi usafi katika soko zetu. Idadi ya wafanyikazi wa kudumisha usafi imeongezwa na lori 5 za kubebea taka zilinunuliwa. Sehemu za misitu tumetunzwa vizuri
zimetunzwa vizuri kuhakikisha hewa safi na msururu wa mvua. Tumejenga ua la kuzingira msitu sehemu ya Ngachiuma, Mporoko na Igane, na juhudi zaidi zimepangiwa Rugusu, Murera, Mariara, Kithinu na Thingithu. Vile vile tumesambaza mifereji ya maji kwa vikundi vya jamii kwa wandi zetu. Inasema community water projects ile tumesaidia kwa mifereji. Ni vikundi 780 water community groups ambazo zimefaindiwa na mifereji. Mifereji hii inafikia zaidi ya kilomita 650 kwa jumla, 650 kilometers of pipes. Mradi huu ulitugharimu shilingi milioni 8 kwa kila wodi, ikiwa ni milioni 3 mwaka wa 2013 na 2014 wa kifedha, milioni 2 mwaka wa 2014 na 2015 na milioni 3 mwaka wa 2015 na 16 na kufaidi familia 100,000. Tumejenga matangi ya 55 ya kuhifadhi maji ya mvua yenye uwezo wa kuhifadhi lita 225,000 kwa tangi moja katika sehemu mbalimbali zenye uhaba wa maji. Vile vile tumepeana matangi 715 ya plastiki yenye uwezo wa kuhifadhi lita 10,000 na 5,000. Matangi haya yamepeanwa katika shule za chekechea, shule za msingi na masoko na hospitali. Waheshimiwa wabunge, mahitaji ya maji mjini Meru na miji mingine ya gatuzi letu imeongezeka pakubwa kwa miaka hivi majuzi. Serikali yangu iko makini kupambana na swala hili na ina mipango mahususi kushughulikia swala hili kupitia kuboresha miradi ya usambazaji maji ya mji na vitongoji husika. Katika mji wa Meru, eneo la usambazaji ni kilomita 140 mraba, that is 140 kilometers square, ambayo inahitaji maji, na sehemu zilizofikiwa ni kilomita 68 mraba, na unganisho za maji ni 9,400 zikihudumia idadi ya watu 45,386. Kama mbinu ya kujaza pengo linalobaki katika mahitaji ya maji, uwezo wa kituo cha uboreshaji maji, that's water treatment plant, umeimarisha kutoka lita milioni 4.15 hadi lita milioni 10 kwa siku. In other words, Mewas treatment plant ambayo tulikuwa tunazindua kama siku kidogo zilizopita, imeongezea uwezekano wa maji katika eneo la Meru Town na vitongoji vyake kwa zaidi ya lita milioni 10. Nilizindua mradi huu wiki 2 zilizopita katika kampuni ya usambazaji maji ya Mewas mjini Meru. Kwa hivyo maeneo ya Ikomene, Kiroka, Nkabone na Shugu yataweza kufikiwa kwa phase 2 ambayo tumepangia sasa kuongezea pipes na kujenga tanki ingine karibu na msitu kule, ndio tuweze kufikia eneo ambazo maji haiwezi kufika. Idara ya maji imestawisha kituo cha udhibiti bora wa maji, Quality Analysis Unit, inayochunguza ubora wa maji yanayotumiwa na wakaaji wa gatuzi letu. Lengo lake kuu
ni kupunguza viwango vya maradhi yanayoambukizwa kutokana na maji. Hatua hii itapunguza mzigo wa matibabu, hivyo basi rasilimali inayotumika katika maendeleo itaongezeka. Kwa sasa kuna mahabara 3 za maji zinayofanya kazi katika mji wa Maua, Meru na Nkubu. Mahabara ya maji ya mji wa Meru iko kwenye jumba la kisasa la ghorofa na jengo lingine katika eneo la Kinoru, kituo cha mifugo Kinoru Livestock Center. Linafanyiwa ukarabati ili kutumika kama mahabara ya ziada yenye uwezo wa kupima kemikali na bakteria kwenye maji. Bidhaa bora za kisasa za upimaji zimenunuliwa na maafisa 3 wa kutekeleza shughuli hii kuajiriwa. Kama njia ya kutafuta suluhu ya kudumu katika huduma za maji, tumetoa ramani za ujenzi wa mabawa 3 makubwa yatakayosaidia katika usambazaji wa maji katika kila eneo la kaunti yetu. Mabawa haya yatakuwa Kianjuri sehemu ya Imenti, sehemu za Imenti, Dhangadha sehemu ya Tigania na Ura sehemu ya Igembe. Mabawa haya yatagharimu mabilioni ya pesa ambayo serikali za gatuzi asiwezi kumundu na yanahitaji ufadhili kutokana mnamo tarehe 12 jana nilitia sahihi mkataba wa ueleano kwa niaba ya serikali ya gatuzi letu kuanzisha mradi wa unyunyizaji maji, that is irrigation scheme, katika maeneo ya Buri wenye dhamani zaidi ya milioni 308. Na hii mradi itapitia karibu ward zote za Buri. Hatua hii itaboresha uzalishaji wa chakula saindi. Walimu hao wengi watapewa tumejenga madarasa 135 katika wadi zetu zote na tunatarajia kukamilisha na kufungua 90 zaidi mwaka huu wa 2011 na 2018. Nataka wadi zote zitajengwa na zikamilike kabla ya kura ya mwaka huu. Na tumesambaza cheki zote katika kamati zile ambazo zinafanya hii kazi, kwa sababu hii kazi tuliamua tuisambaze huko mashinani, ndio wasimamishi kule mashinani waweze kuharakisha hii kazi,
wananchi wapate huduma ya kuwa na madarasa ya kisasa ya watoto wa chekechea. Kadhalika, serikali yangu imeajiri walimu wa kuhusi 100, that is tutors katika polytechnic wa vyuo vya kiufundi. Vile vile tumeboresha vyuo 23 vya kiufundi na tukapatia kila chuo vifaa na mashine za kufundishia. Jambo hili litawezesha vijana wetu kuwa na ujuzi wa kiufundi na kuwezesha kujitegemea. Ili kuimarisha ujuzi wa kiufundi, serikali yangu imejenga karakana at workshop 23 na 10 zaidi zinapangiwa. Tayari karakana za Maua, Thitha, Ithima, Mudhara, Adhwana, Kianjai, Mituntu, Mwerondu, Kithieri, Kithoka, Mwiteria, Karurune, Itugu, Miugune, Kirua, Nari, Githongo, Kiamakoro, Getie, Nkobo na Kanyakine zimekamilika na kuwekwa vifaa. Tumejenga vyumba vya malazi hostelo 3 kukidhi mahitaji ya indani ya wanafunzi katika vyuo vya kiufundi vya Karurune, Itugu na Kithieri. Kwa muda wa wiki 2 kuanzia sasa, tutapeana shilingi milioni 1 kama awamu ya uanzilishi wa vyuo vya kiufundi katika sehemu sifuatazo: Murungurune huko Bogeta Magharibi, Ontulele huko Timao na Ruibi huko Kibiritia. Hivi vya kiufundi vitafunguliwa Januari mwaka wa 2018. Isitoshe, serikali yangu imetoa ufadhili wa milioni 21.7 kama ufadhili wa masomo ya kiufundi. Wanafunzi 2739 wamefaidika na mpango huu, huku kila mmoja akipata 7,931 kila mwaka. Serikali yangu imepatia zaidi ya wanafunzi 15,000 milioni 495 za ufadhili kusaidia kulipa karo zao za shule, hasa shule za upili na vyuo vya anuai kwa kipindi cha miaka 3. I'm talking about the bursaries. Tumesambaza more than 495 million kwa kipindi kile tumekuwa serikalini, na mwaka huu tutatoa milioni 135 zaidi, 135 million, na saa hii cheki zinaandikwa, saa hii tunaongea, saa hii pesa inaandikwa. Kwa jumla hiyo ni zaidi ya milioni 630. Vile vile tumeanzisha mradi wa kusomesha watoto wawili kwa kila wodi walio na changamoto za karo, waliohitimu kwa alama za juu katika mtihani wa kitaifa wa KCSE kuanzia kidato cha kwanza hadi chuo kikuu kuanzia mwaka huu. Kufikia sasa wanafunzi 183 wamenufaika na kundi la kwanza la wanafunzi 92 wako kwenye kidato cha pili kwa sasa, na imetugharimu milioni 12. Shule za msingi na sekondari zimenufaika na maktaba 221 kupitia kwa ofisi ya mama wa kwanza wa kaunti wa Gatuzi la Meru. Hizo ni zile book clubs ambazo tumeanza kwa mashule, tukitafuta vitabu na kupeleka huko na kuanza clubs kwa 221 primary schools. Kienda kwa mambo ya ardhi na mipango, ardhi ni kipengee muhimu za uzalishaji. Hivyo basi serikali yangu imetilia maanani umuhimu wa kuboresha matumizi ya ardhi kama njia
ya kuwezesha wakaaji wa gatuzi letu kujitegemea kiuchumi. Tumefanya juhudi kusuluhisha mizozo ya mipaka ambayo imekuwemo kwa muda mrefu. Hii ni pamoja na mpaka wa gatuzi la Isiolo pamoja na sehemu ambayo haijafanyiwa usorovea. Tumefaulu kupata suluhu ya kudumu. Serikali yangu iliwasilisha kesi mahakamani kutatua mpaka wa kaunti ya Meru na Tharaka Nithi, na kesi hiyo itaamuliwa hivi karibuni. Katika sehemu za juu ya Virugaiti, Akithi, Thiri, Kangeta na Athu, vyeti vya miliki ardhi vimepeanwa. Kadhalika tumekamilisha usorovea wa Kirangondo B, Kiengo, Kanjo, Kianja Eburi, Kitharene, Uringo 1 na Uringo 2, Mbeo 1, Kiuchwa, Athanja na Ntwamburi. Wakaaji wameanza kuvuna matunda ya juhudi hizi na maisha yao yameanza kuboreshwa. Nataka kusema ya kwamba hiyo kazi ya ardhi ya usorovea ardhi huwa inafanywa pamoja na serikali ya taifa ili kuwezesha kuwa na nafasi za miji zenye mazingira bora ya utenda kazi na uwekezaji. Serikali yangu imekamilisha kufanya mpangilio maalum ya mji wa Meru na vitongoji vyake vikiwemo Ntima Magharibi, ati eneo la Ikumene, Ntima East, eneo la uko Thimangiri, Municipality Ward yote na Nyaki West, eneo Sakithoka na Kaga. Vilevile tunamalizia mipangilio maalum, that is Integrated Strategic Urban Development Plan, kwa miji ifuatayo: Nkobo, Maua, Timau, Turingwe, Lare na vitongoji vyao. Kupitia mipango hii tunadhihirisha kujitolea kwetu katika kuhakikisha mwelekeo unaofaa wa maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Baada ya kukamilisha mipangilio ya miji yetu, serikali yangu itaweza kutoa hati miliki leases kwa wakaaji ambayo itawasaidia katika shughuli mbalimbali za kujiendeleza kiuchumi. Nina furaha kuwajulisha kuwa gatuzi letu lilichaguliwa kuanzilisha mpangilio wa miji maalum ujulikanao kama Symbio City. Mradi huu unatekelezwa kwa partnership kati ya Baraza la Mangavana na kufadhiliwa na ubalozi wa Sweden. Tunatekeleza mradi huu kupitia hiyo mji wa Liki karibu na mpaka wa Laikipia, na tumetayarisha ripoti ya mji wa Liki na huyo mji wa Makutano na ile mji wa Kadheri ya Nanyuki. Na ina uwezo wa uendelezaji, na ripoti hiyo itafuatwa na ufadhili wa pesa zaidi ya milioni 40, fedha zitakaposotolewa kwa wote wenye kwa kaunti zote zenye mradi huu. Ajenda yetu ya kimaendeleo imewekwa katika mapangilio maalum ya County Integrated Development Plan. Mpango huu unatuongoza kuafikia malengo yetu ya gatuzi letu la rangi ya kijani, kielelezo lenye umoja na ufanisi. Kupitia idara ya mipango ya kiuchumi tumeweza kuwa na mpango wa kimaendeleo wa kila mwaka unaosimulia mambo tutakayoafikia kwa mwaka wa kifedha. Mipango hii hutusaidia katika upangaji wa bajeti na kuambatanisha na ruwasa ya Meru Rising ya 2013 pamoja na uafikiaji wa malengo ya kimaendeleo ya maendeleo endelezi. Pia tunachukua na kuhifadhi takwimu ili kuhakikisha kuwa utekelezaji wa mipango yetu ya kimaendeleo una ushahidi.
Vile vile tumeimarisha uchunguzi, that is monitoring and evaluation, na kutoa sera ya kwanza ya Meru ya uchunguzi ili kutuwezesha kuboresha utendakazi. Kuhusu sera ya kuunganisha maendeleo na sayansi na teknolojia ya mawasiliano, tumeweka vifaa vya msingi vya kiteknolojia vya kuunganisha na kutoa huduma. Hali kadhalika tumeunda kitengo cha mawasiliano ambapo wananchi wanaweza kutufikia muda wowote. Nambari ya kituo hiki ni 0709241000. Tukienda kwa sekta ya ushirika na biashara, tutasema yafuatayo. Sekta ya vyama vya ushirika imedhihirisha ukuaji wa hali ya juu kuliko sekta zingine katika gatuzi letu. Mwanzoni mwa mwezi Disemba mwaka wa 2016, gatuzi letu lilitajwa kama gatuzi bora zaidi katika kuimarisha vyama vya ushirika humu nchini. Tangu tuliposhika hatamu za uongozi, tumesajili vyama 123 vipya vya ushirika. Soko 27 zimeanzishwa kwa madhumuni ya kupambana na umasikini na kusalisha rasilimali. Una soko za vijana, sako 27 zimeanzishwa kwa madhumuni ya kupambana na umasikini na kusalisha rasilimali. Kuna sako za vijana, wamama na wafanyabiashara wa jumla. Kupitia uongozi wa usimamishi bora wa idara ya vyama vya ushirika, biashara na utalii, jumla ya shilingi milioni 135 imepeanwa kama mtali at seed money na shilingi milioni 480, that is 480 million kama akiba na mikopo. Hivyo basi kubadilisha maisha ya maelfu ya wakaaji wa gatuzi letu. Ili kukimu mahitaji spesheli, tutasindua sako ya walemavu na Waislamu kwa muda wa wiki moja kutoka sasa. Kadhalika tumesaidia wanachama wa mashirika wa maziwa kupata vyombo 200 vya usafirishaji maziwa, hivyo basi kuboresha mapato yao. Mwaka huu wamepokea jumla ya shilingi milioni 823,624,915 ikilinganishwa na milioni 348,138 mwaka wa 2013. Hiyo ni kama growth ya mara 3 ya sekta hii ya maziwa. Jumla ya mikopo iliyopeanwa na sako zote mwaka huu ni bilioni 6,476,490. Akiba ya jumla ya mashirika yote mwaka huu ni bilioni 5,399,549. Serikali yangu imepiga hatua katika ufufuzi na uimarishaji wa sekta ya kahawa. Tumewekeza katika ufufuzi, upataji wa leseni na uimarishaji wa kiwanda cha Kisaga kahawa cha Meru Coffee Mill. Tumewaleta pamoja zaidi ya wakulima 100,000 wa kahawa ili kusaga na kuuza mazao yao kwa hicho kiwanda. Tangu kuanzishwa, kiwanda hicho kimetengeneza kahawa safi tani 2,500 ambayo imewaletea wakulima mapato ya shilingi bilioni 1.03. Kutokana na mpango huu, bei ya kahawa imepanda kutoka average ya shilingi
forte kwa kilo kwa mwaka wa 2013 hadi shilingi 67 na senti 50 kwa mwaka wa 2016. Hivyo basi kusababisha mwamko kama njia ya kuhakikisha bora ya kufanyia biashara. Serikali yangu imehakikisha kuwa soko 25 zimefaidika na ujenzi wa ua perimeter fence na vivuli market sheds. Soko la Ikumene limetandazwa na kulainishwa. Masoko ya Timau, Sharia, Timangiri, Antobetwe, Kiongo, Tuate, Mikinduri, Kiani kia Ndege, Kiorimba, Kidhirune, Kangeta, Kariene, Ruidi, Lare, Kagaene na Mikinduri zimejengewa vivuli vya kuuzia, na soko sa Mikinduri, Gitembe, Kiorimba na Kidhirune zimefaidika kwa ujenzi. Soko la Kanyakile soko sifuatazo unaendelea: Maritati, Kiria, Kunati, Kanuni, Kaelo, KK, Mitungu, Nkubu, Kiuchwa, Maua, Kadheri, Kibirichia, Ndarene, Kagaene. Yes, Ndarene inajengewa fence separate shule na soko. Hizo zinaongezewa vivuli. Hii soko ya Kagaene, Kigochwa, vivuli na viao na hua, Adheru Rojene, Karama na Ndambiro. Kandarasi zimetolewa za ujenzi wa soko zifuatazo: Ngundune, Inono, Kiutine, Miadhene, Lare, Karachi na Mitungu. Soko la miraa la Lare limekamilika. Soko 3 za mifugo zilikamilika, ikiwemo Mudhara, Ngundune na Kangeta. Hii ni muhimu kuwajulisha kwamba ujenzi wa soko la miraa la Moringene, gatuzi ndogo la Igembe ya kati ulisimamishwa kwa sababu kuna watu walienda mahakamani kusimamisha shughuli hiyo, na pesa iko ya kujenga soko hii, na tunahimiza hawa wananchi wa Meru waje tuketi pamoja tutatue hiyo shinda, ndio ili soko liweze kujengwa. Sekta ya jua kali imefaidika kutokana na serikali yangu katika kila upande wa gatuzi letu kwa kupata bidhaa za zaidi ya milioni 5.8. Vifaa hivi ni kama vile mashine 9 za kuunda ngozi, mashine 9 za usonaji, mashine 9 za uunganisaji, mashine 9 za kuchoma vyuma na mashine 9 za usagaji. Kadhalika, idara hii ilidhamini vikundi viwili vya kina mama, Weru Women Group na Bettering Our Lives Women Group, kusuru Tanzania kuwakilisha gatuzi letu katika maonyesho ya kimataifa ya Dar es Salaam ili kuonyesha bidhaa za kutoka kaunti ya Meru. Tumetoa mafunzo kwa wana jua kali 1000 ili kuwawezesha kufanikiwa zaidi katika kazi zao. Kuhusu utalii, tumeunda kijitabu kinachokusanya maneno mbalimbali kuhusu hoteli, vilabu, mahali ya kujiburudisha na vyumba vya kulala kwenye kaunti yetu. Mwaka wa 2016 tuliandaa kongamano la 3 la ungatuzi, Third Devolution Conference katika ngatuzi letu. Wajumbe zaidi ya 6,000 walikongamana mjini wa Meru na kutoa fursa muhimu kufungua mji wetu wa Meru
na gatuzi kwa jumla katika kufikia daraja la juu la utalii wa mikutano, conference tourism. Kongamano hili lilinuia kutathmini uafikiaji wa malengo ya ugatuzi, kukuza utalii wa ndani, utalii wa mikutano na utangamano wa wajumbe kutoka gatuzi tofauti tofauti. Nachukua fursa hii kuwashukuru wawekezaji katika sekta ya hoteli wakiwemo Halba, Gatimene, Westwind, Meru Slopes Hotel, Three Steers, Shadenet, Serapark, Nevanda na wawekezaji wengine ambao wamechangia katika kuinua viwango vya huduma za mikahawa, kuunda nafasi za kazi, hali kadhalika ukuaji wa jumla wa uchumi wetu katika gatuzi la Meru. Kielekea kwa idara ya fedha, idara ya fedha ina umuhimu mkuu katika uendeshaji wa shughuli mbalimbali za kila siku katika serikali yetu. Ili kuimarisha uwajibikaji, udhibiti wa mifumo ya kindani ya idara imefanikizwa kwa njia mbalimbali. Kwa mfano, serikali yangu imeunda kamati ya kuhakikisha hakuna mradi unaolipiwa bila kutekelezwa kikamilifu. Vile vile, mwongozo wa namna ya utoaji wa huduma, that is service charter, umeundwa na uko tayari kutekelezwa. Hili litahakikisha kwamba masurufu, that is interest, kwa wateja wa ndani yanalipwa kwa muda wa siku 3, iruhali yale ya wateja wa nje na wauzaji yanalipwa kwa siku 30. Hatua hii itaridhisha wateja zaidi. Isitoshe, serikali yangu imeweka juhudi za usimamizi bora na usalama wa mali. Mali yote ya gatuzi yametambuliwa na kuwekwa nembo. Idara ya fedha ya gatuzi letu sasa inafanya kazi kwa ushirikiano na idara ya fedha ya kitaifa ili kutekeleza katika mitambo ya IFMIS habari zote za mali hayo. Kuwekwa nembo ni tagging, utag kila asset ya serikali. Waheshimiwa wabunge, tumechukua jukumu la kuunda na kutekeleza kisheria mashirika mbalimbali yatakayokuwa na manufaa kwa ukuaji wa uchumi wa gatuzi letu. Utengenezaji wa nafasi za kazi na kuinua viwango vya uvumbuzi. Mashirika haya ni kama yafuatayo: shirika ndogo la kifedha ama Meru County Microfinance Corporation. Hili linakusudia kusaidia watu wa mapato ya chini na wasio na kazi kupata mikopo rahisi ili kuwawezesha kuanzisha biashara ndogo ndogo na waweze kujikimu kimaisha. Hadi sasa shirika hili lina matawi mawili, moja katika mji wa Maua na lingine katika mji wa Meru. Kabla ya mwisho wa mwezi huu wa matumizi ya fedha za kiserikali, serikali yangu inanuia kufungua matawi mengine 4 katika mji wa Timau, Malare, Mkobo na Muriri. Na mwaka hiyo ingine tutahakikisha kila sub-county imepata tawi. Hatua hii itahakikisha kwamba watu wengine zaidi wamepata mikopo zaidi na hivyo basi kupunguza makali ya umaskini. Kwa sasa zaidi ya shilingi 103 milioni zimepeanwa kwa wateja 4,500, 103 million. Wateja wamejiwekea akiba ya milioni 23,375,701. Mwaka wa 2015 na 16 tulipokea milioni 102,220,900
2017 tumepokea milioni 133. Jumla ya milioni 226,925 maono yetu kuwa la taifa ambalo litaenea sehemu mbalimbali za Kenya na janibu zake katika Afrika Mashariki, huku wamiliki wa hisa wakiwa ni wananchi wa gatuzi letu la Meru. Shirika la uwekezaji na maendeleo Meru County Investment and Development Corporation. Takwimu za kitaifa huonyesha Meru kama mojawapo ya gatuzi zenye uwezo mkuu wa ukuaji kiuchumi hapa nchini. Mheshimiwa wabunge, mtakumbuka bayana kwamba mwaka wa 2014 mlipitisha kuundwa kwa shirika la uwekezaji na maendeleo gatuzi la Meru katika bunge hili. Uwekezaji kama ilivyo sera ya serikali yangu. Shirika hili linajisatiti katika kukuza rasilimali, ubunifu, kuboresha bidhaa, kukuza biashara na kuunda nafasi za kazi kwa wakaazi wa Meru. Shirika hili la uwekezaji limeanzisha mradi wa kituo cha petroli na kimekamilika katika barabara ya Mwendantu. Jambo hili litarahisisha uwajibikaji na ununuzi wa petroli kwa magari ya serikali, ya gatuzi na ya kibinafsi, hivyo basi kupata pesa za kugharamia miradi mbalimbali katika gatuzi letu. Kwa sasa kuna mapatano baina ya shirika la uwekezaji la Meru na National Oil Corporation kwa ununuzi na usafirishaji wa mafuta. Tayari kituo hiki kimetoa nafasi 5 za kazi na zingine zaidi zinatarajiwa wakati kituo kitaanza kutumika kikamilifu. Kwa sasa shirika hili limepata leseni already kutoka kwa Energy Regulatory Commission. Hivi karibuni waheshimiwa wabunge na gatuzi na wananchi wote wataalikwa katika sherehe ya ufunguzi rasmi wa kituo hiki. Mkahawa wa Meru County Hotel unafanyiwa ukarabati maalum kuifanya hoteli ya kisasa. Itakuwa na dimbwi la kuogelea, vyumba vya mazoezi, sauna, jacuzzi, vyumba vya kulala vya kifahari ili kukimu mahitaji ya kitalii na kibiashara mjini Meru. Sehemu za kupokelea wageni za kisasa zinajengwa na ukumbi wa watu takriban 100. Nimetembelea na kukagua mradi huu miezi miwili iliyopita na ninaamini mradi huu utainua viwango vya utalii na huduma za hoteli hapa Meru. Tunatarajia nafasi za kazi 100 mradi huu utakapokamilika. Kadhalika ni muhimu kutaja kwamba kampuni ya Windlab kutoka Australia ambayo inaekeza katika kawi ya upepo Australia na Cape Town, Afrika Kusini, imejitolea kuwekeza katika utoaji wa megawati 300 katika kaunti yetu ya Meru. Awamu ya kwanza ya uchunguzi na uhusiaji jamii imekamilika na wanatarajiwa kuanza operesheni hivi karibuni. Wawekezaji wengine waliotia sahihi mkataba na serikali yangu kusalisha kawi kutoka kwa umeme ni pamoja na Gulf Energy kilowati 100 na Prunus Limited kilowati 1000. Kwa utoaji kawi safi kutoka kwa miale ya jua, kampuni ya Nanuvo kutoka Uingereza imepewa kibali na Wizara ya Kawi kusalisha megawati 30 na hapa Meru. Ufadhili wa mradi huu umepatikana na wanangoja ripoti ya mwisho ya uchunguzi
kukubaliwa na serikali ya kitaifa, hivyo basi kuendelea na mazungumzo ya kimauzo ya kawi baina yao na kampuni ya umeme ya Kenya Power. Mabibi na mabwana, gatuzi letu limejaliwa na uwezo wa kusalisha umeme wa kiwango cha kibiashara kwa kutumia mito yetu. Serikali yangu imeweza kuafikiana na kampuni ya India kuunda sehemu sita ambazo zitatoa jumla ya megawati 16. Kadhalika, Absolute Energy, kampuni kutoka Italia, imetenga shilingi milioni 135 kutengeneza kituo cha usalisaji umeme senye uwezo wa kilowati 320 uko Dhura. Endelea ya kufadhiliwa kwa kituo kidogo cha umeme cha Gitwiki cha uwezo wa kilowati 600. Waheshimiwa, changamoto inayo yakumba haya yote ni kucheleweshwa na wizara husika ya kawi kutoa kibali cha mwisho kwa wawekezaji, huku tukitambua kuwa utoaji leseni ni jukumu la serikali ya taifa. Kucheleweshwa kwa utoaji leseni usosha wawekezaji. Hivyo basi naomba wizara husika kupitisha maombi mbalimbali yaliyowasilishwa ili shughuli hii iweze kung'oa nanga. Sekta ya manyumba hapa Meru inaashiria ukuaji si haba. Shirika la malipo ya uzeeni County Pension Fund limejitolea kujenga jumba la ghorofa 22 katika mtaa wa Ngaine. Ramana ya mjengo huu imekamilika na utoaji hadi kwa shirika la wekezaji la Meru ya serikali ya imekamilisha maafikiano nje ya mahakama na wapangaji wa hapo awali waliokuwa wameenda mahakamani kwa sababu ya mradi huu. Mabibi na mabwana, uboreshaji wa malighafi haswa ya kilimo ni nguzo muhimu katika ukuaji wa uchumi wetu. Mwaka ujao wa kifedha, serikali yangu imeazimia kutumia shilingi milioni 100 za kustawisha viwanda vya viazi, ndizi, asali, avocado na uundaji ngozi na makandamia. Tayari mahali ya kujenga kiwanda cha viazi imepatikana huko Maritati, eneo la Kisima. Serikali yangu pia imeafikiana na Simbanet, kampuni ya mawasiliano, ili kuhakikisha mtandao wenye spindi ya hali ya juu unaunganisha gatuzi letu na ulimwengu, hivyo basi kuharakisha maendeleo. Hivyo basi Simbanet itaweka vituo vya takwimu ili kuhudumia serikali. Pia vijana watawezeshwa kufikia mambo mbalimbali ya kimtandao, hali kadhalika masomo ya kimtandao ama e-learning. Ni muhimu kufahamu kuwa serikali yangu imenunua vifaa vya hali ya juu vya redio ya jamii ya Mugambo Yetu FM. Kama mnavyofahamu, redio hii iliporomoka baada ya bidhaa za usambazaji habari kuharibika zaidi ya miaka 3 iliyopita. Chombo hiki cha habari sasa kimefufuliwa na ni furaha yangu kuwajulisha kwamba kinapeperusha matangazo ya ghafla hii moja kwa moja kupitia nambari 102.3 102.3 FM, na nafikiri bunge hili litaweza kutumia iki chombo kwa njia nyingi sana.
Kuundwa kwa halmashauri ya ukusanyaji ushuru Meru County Revenue Board. Halmashauri hii iliundwa ili kusaidia serikali ya gatuzi letu kukusanya ushuru na kutafuta mbinu nyinginezo za kuongeza mapato. Hili limesaidia serikali kuwa na wakati mzuri wa kutolea huduma. Halmashauri hii ilianza operesheni mwaka wa 2016 na 17. Ukusanyaji wa ushuru umeongezeka kwa 16% ikilinganishwa na mwaka wa 2015 na 16. Katika hatua za kusindisha ubora katika ukusanyaji ushuru, bondi hii inaazimia kuafikia maofisi bora, mitambo ya utendakazi, kustawisha utendakazi bora pamoja na risiti zilizo na vipengele visivyoweza kuigwa, na kwa hivyo hiyo kuzuia risiti ngushi au fake receipts. Kama njia ya kuwaendeleza na kuwakuza kitaalamu, wafanyikazi wa idara ya fedha wamepatiwa mafunzo mwafaka. Ila tu shughuli hii ya utoaji mafunzo haya ni endelezi, hasa sehemu za IFMIS na kutoa ripoti za kifedha. Mwongozo wa utoaji huduma umewekwa ili kuunda msingi ambao utoaji wa huduma utakuwa nadhifu. Mafunzo ya ziada ambayo yataendelea kila wakati, ambayo yatasaidia wafanyikazi katika idara ya fedha kuwa viwango vya ujuzi vinavyohitajika. Ujuzi huu utasaidia utendakazi bora, nidhamu na uwazi katika mazingira ya kufanyia kazi. Zaidi ya hayo, idara ya fedha itatoa mafunzo ya kiufundi kwa idara zingine kuhusiana na uundaji wa bajeti. Kwa vile mfumo wa mwongozo wa utoaji huduma umeundwa, idara ya fedha sasa itachukua hatua ya utekelezaji. Inatarajiwa kuwezesha utendakazi bora na kuridhisha wateja. Vile vile idara ya fedha imegundua kwamba wateja wengi hawana uwezo wa kutumia mfumo wa IFMIS katika ununuzi, hasa pale wanahitajika kutolea maelezo yao kwa mtandao. Idara hii itachukua juhudi za kuimarisha ujuzi wao. Idara ya fedha pia inanuia kuboresha mahusiano baina yake na idara nyingine kwa kutolea mafunzo ya kifedha na utendakazi wa bajeti ili kuhakikisha usalama wa hati, vifaa na mali ya ofisi mbalimbali. Idara ya fedha inashughulikia mtambo wa kudhibiti wageni wanaoingia katika maofisi yetu. Ili kudhibitisha bei kamili, tumeunda kamati ya udhibitishaji wa miradi. Kamati hii sasa itaimarishwa ili iweze kudhibitisha bei ya miradi na bidhaa na kudhibitisha bidhaa hizo na miradi imekamilika kabla ya kulipwa. Ili kukabiliana na ukosefu wa kazi na kuinua viwango vya usalishaji wa mali, serikali yangu itajenga soko huru katika jiji la Nairobi na miji mingine, that is satellite markets, la wakulima litakalowezesha wasalishaji na wauzaji mazao kupata faida za juu. Na other ones, tunataka kujenga soko Nairobi, wakulima wetu waweze kuuza mazao yao huko, wakulima wa miraa waweze kuuza huko pia. Wakulima mazao tutaweka sections tofauti ndio watu waweze tusiwe ni wengine wanakuja kununua hapa alafu kuenda kuuza na wakulima wapati mazao. Hiyo ni mpango ambao tumeweka kwa
kwa mwaka ujao tukirudi ofisini, kwa sababu tunajua tunarudi. Waheshimiwa wabunge, idara ya fedha iko katika mikakati ya kuhakikisha inapata cheti kinachohitajika kutoka kwa Benki Kuu ili kuwezesha hili shirika la uwekezaji liweze kuchukua akiba. Hili likikamilika, hii sasa shirika la uwekezaji zitapitishwa kwa mashirika mandogo na wananchi na kwa wananchi. Serikali ya gatuzi letu imejitolea kukuza uvumbuzi kwa kuwatunuku wavumbuzi hasa katika kuinua mifumo na ukusanyaji wa ushuru. Ili kuafikiana hadhi za kimataifa, idara ya fedha iko katika hali ya kutoa tafsiri ya utendaji kazi ili litahakikisha utendakazi bora na kuafikiwa kwa viwango vya kimataifa. Ni kufuatia mafanikio haya na uvumbuzi huu ambapo bunge letu la Seneti lilichagua Meru kama gatuzi elelezo Mondo County kwa usimamizi mzuri wa rasilimali za umma na ubunifu katika kuondoa mzigo wa umaskini miongoni mwa jamii. Bunge hili linatarajiwa kuzuru Meru hivi karibuni ili kujifahamisha na jinsi miradi hii na mingine ya kimaendeleo inawezekana kwa kuzingatia asilimia ndogo ya fedha zinazofikia gatuzi hili. Baadhi ya miradi watatembelea ni bondi ya ukusanyaji ya ushuru, shirika la uwekezaji ya maendeleo, shirika ndogo la kifedha, teknolojia ya Probis katika ujenzi wa barabara, ajira kwa walimu wa chekechea kwa msingi wa kudumu na malipo ya uzeeni. Ni furaha yangu kuwajulisha kuwa tumepokea wageni mara kwa mara ya kujifunza kutokana na maendeleo ambayo tumeyatekeleza. Kienda kwa upande ya ujenzi na barabara, miundo msingi bora ni muhimu katika ukuaji wa uchumi. Kama njia ya kuafikia ndoto hiyo, serikali yangu imeimarisha barabara zaidi ya kilomita 1000. Hii ni mambo ya grading, barabara grading, kufungua barabara mpya. Tukihesabu tumefikia kilomita 1000. Barabara mbalimbali zimeboreshwa huku barabara mpya zikifunguliwa, kutiwa machangarawe, vizuizi vya maji na karabati. Kwa kutumia tingatinga, barabara zimeboreshwa kilomita 35 kila wadi. Mr. Speaker, those are lies. We can't tolerate those issues. Order members. Country cannot be for corruption. We would not hope that Meru can be a model county unless corruption issues. All the members which have been purchased by the county and operational going on this country. All the members. People of this county have suffered a lot. We can't tolerate this. We see what send your Order members. Na tutavumilia. Usidanganywe. Order members. Order members. Sergeant Adams. Order members, order members, order members, please resume your seats. Order members, take your seats. Order members,
You very well recall that you passed the standing orders, which you adopted on 12th of June 2016. All the members, these are your standing orders. These are your standing orders. And in your standing orders, you resolved that when the governor is in the assembly, he should be heard in silence. Today we have His Excellency the Governor in the assembly. You have not reviewed your standing orders to remove that provision. Kindly comply with the provisions of your standing orders. Otherwise, there is a provision regarding how disorderly members ought to be dealt with. The disorderly members have already gone out of the house. Standing order number 107, honorable members, is very clear. Disorderly conduct will be dealt with accordingly. Kindly comply with your standing orders. Thank you. Thank you, Bwana Speaker. Katika demokrasia kuna ile tunaita usemi wa wengi, a rule by the majority. Na minority pia wako na haki yao ya kupiga kelele, lakini najua standing order asikubali hiyo kelele hapa ndani. Bwana Speaker, usijali, unajua kiwa na mabadiliko, naona mabadiliko inakuja Meru, lazima kuwe na vishindo inaingia, kwa sababu mabadiliko imefika na kuna watu wameanza kuwa frustrated kwa sababu change is coming our way. Kutumia teknolojia ya Probis, Mheshimiwa Speaker, tumeunda barabara ya Kianjai Miadhene Mikinduri kilomita 10 na barabara sandani za mji wa Maua zinafanywa, ambayo inapata umaarufu mkubwa hapa nchini, na viongozi mbalimbali wamezuru eneo hilo kujionea njia ya bei ya nafuu ya kuweka lami katika barabara zetu. Ili kuunganisha sehemu mbalimbali, tumejenga mandaraja kwa kutumia milioni 15 mwaka wa 2015-2016 na milioni 45 kwa mwaka wa 2016 na 2011. Soko zifuatazo zimeboreshwa kutumia teknolojia ya kabro: barabara za upande wa sehemu ya kuegea magari mjini Nkubu, stage ya Timau, sehemu ya kuegea magari ya makutano, eneo la personality na stage ya makutano na stage ya Riverland. Stage ya Nkubu, eneo la kuegeza la G4S, barabara ya Makandara na sehemu za kuegeza magari za barabara ya Kromone Mikinduri. Kuboresha usaaji maji miji ya Mikinduri. Kuboresha usoaji maji miji ya Mikinduri, Kianjai na Timau. Hatua hii imepunguza uchafu na matope mijini. Kasi ya ujenzi wa teknolojia ya kabro inaendelea sehemu zifuatazo: Keria, Mitunguu, Gatimbi, Mudhara, Karama, Kangeta, Kiengu, Kariene, Maua, Gusishi, Lare na Mutuati. Uundaji wa barabara za ndani za mji wa Timau na Maua unaendelea. Waheshimiwa wabunge, sehemu zifuatazo zimepangiwa kutengenezwa kwa teknolojia ya kabro: sehemu ya kando ya barabara ya kuegeza magari ya mji wa Timau, Kiutine, Mikinduri, Timangiri, Exilewa, Antubetwe, maili 3 KK, sehemu kando ya barabara ya Maua za kuegeza magari Kanyakine, Kianjai, sehemu ya kuegeza magari na stendi. Boresha njia zilizoko kwenye masoko kunaendelea na kutagharimu milioni 100. Waheshimiwa wabunge, ni muhimu kuwajulisha kwamba serikali yangu imelenga kukamilisha ujenzi wa miji
kwa kutumia teknolojia ya kabro, uwekezaji wa mtaa na usafirishaji maji kufikia mwaka wa 2018-2019 kwa soko zetu zote. Kama njia ya kudhihirisha kujitolea kwa serikali yangu kuimarisha usalama haswa masaa ya jioni, tumepiga hatua kuhakikisha kuna mwangaza wa kutosha sehemu haswa za miji za gatuzi letu. Mradi huu umebandikwa jina Mulika Mwizi. Mradi wa kuweka mataa kwenye miji na barabara umewezesha wananchi kuendelea na biashara zao hata masaa ya jioni, kwa sababu visa vya kiuhalifu vimepungua. Zaidi ya taa 82 zimewekwa kwenye miji mbalimbali na barabara za miji kama vile Meru, Nkubu, Maua, vitongoji vyao kama vile Nkubu, Maua na vitongoji vyao sasa zimepata mwangaza ambao umeweza kufaa kwa njia kuu wakaaji wa eneo hizo. Mheshimiwa wabunge, kwa upande wa kilimo ni nafahamu kuwa hili kutuwezesha kuafikia malengo ya maendeleo endelezi ni lazima tuweke sekta ya kilimo kifua mbele, kwa sababu ni uti wa mgongo wa uchumi wetu. Wakulima wamepokea mbegu yenye uwezo wa kuhimili kiangazi tani 97 kama vile mtama, ndengu, mchele na mahindi sehemu zinazokumbwa na ukame. Ili kukimu mahitaji ya mbolea ya wakulima, serikali yangu imehakikisha wakulima wamepata mbolea ya kibei iliyopunguzwa. Kwa sasa tumesafirisha mifuko 12,412 ya kilimo 50 ambayo imefaidi wakulima 50,000. Tunamaanisha ile mbolea uletwa hapa, sisi usaidia kusafirishia wakulima kule wako, tunagharamia gharama ya kubeba. Ndio brokers wachukue advantage hiyo kulipisha wakulima pesa mingi. Ili kuboresha uzalishaji wa maziwa, njia ya mpira imetumiwa kwa mbegu ya uzalishaji kutoka Brazil AI, ambapo ng'ombe 7,969 wamehudumiwa na ndama 5,215 wamezaliwa. Maafisa 18 wameajiriwa kuhudumia ng'ombe kwa njia ya mpira. Ili kuboresha ukulima wa ng'ombe wa nyama, tulisindua mradi wa fahali Saiwa Bull, kwa vile ni vigumu kuhudumia ng'ombe wa kienyeji kwa njia ya mpira. Fahali hawa walitugharimu shilingi 1,120 kila mmoja na jumla ya milioni 2.4, kinyume ya propaganda inayoenezwa na wapinzani wa serikali yetu. Fahali hawa wamefanya kazi nzuri. Ng'ombe 2,104 wamehudumiwa na ndama 392 wamezaliwa. Kwa sasa fahali hawa wamekuwa wazito zaidi hivi kwamba hawawezi kuhudumia ng'ombe. Tunapanga kuwapeana kwa vikundi vinavyowatunza ili wachinjwe na kufanya karamu, na nitangoja mwaliko wao nikahusike kwa karamu hizi. Baadaye tutanunua fahali wengine ili kazi hii nzuri iendelee. Tumenunua mbuzi wa maziwa 2,808 na wakapeanwa kwa vikundi vya wakulima, na wanambuzi 635 wamezaliwa. Kiwanda cha maziwa ya mbuzi pia kimestawishwa katika kituo cha mafunzo ya kilimo cha Kaguru. Vilevile
vikundi vya wakulima vimepewa kuku wa kienyeji 83,660. Kama njia ya kuzuia hasara kwa wakulima wetu, serikali imechanja mifugo ikiwemo ng'ombe, mbuzi na kondoo 274, kuku 210. Hivyo basi kuzuia magonjwa kama vile kimeta, anthrax, vidonda vya midomo na miguu, kichaa cha mbwa na paka na mengineo. Kilimo cha samaki pia kimeboreshwa kwa kustawisha sehemu mbili za uzalishaji samaki. Kiwanda cha samaki cha Kanyakine sasa kinaendeshwa na shirika la wakulima wa samaki wa Meru. Na wahimiza wa Meru wajizoeze kula samaki kama njia moja ya kuongeza protini mwilini. Tayari ndimbwi 6 za kimaonyesho ya ufugaji wa samaki aina ya trout zimestawishwa. Samaki wa ndogo 10,200 tayari wameletwa. Pia sehemu 2 za kusalisha samaki zimestawishwa. Ndimbwi 156 zimestawishwa na tani 28 salishe ya samaki upeanwa kwa wakulima. Wakulima wa ndizi wamesaidiwa kwa kuanza pilot ya kutengeneza pombe ambayo tunajaribu kuona vile itakuwa ikiwa tayari na kisaksit tuweze kuifanya kiwango ya kibiashara. Serikali yangu imejitolea kuimarisha michezo na kupalilia vipawa miongoni mwa vijana wetu. Ujenzi wa uwanja wa michezo wa Kinoru unaendelea na unatarajiwa kuwa wa watu bora zaidi. Unatarajiwa kuwa watatu bora zaidi humu nchini baada ya kukamilika. It will be the third best stadium in the country. Mradi huu utazinduliwa rasmi Juni mwaka huu na utakuwa na uwezo wa kubeba watu 20,000. Na waalika wabunge kwenda kuona ile kazi inaendelea huko vizuri. Nyanja zingine zinazojengwa ambazo zinafanyiwa ukarabati kidogo kidogo ni pande ya Nguthiru, Timau, Githongo, Maili Tatu, na pia tumetengeneza uwanja wa Kirwiru wa baseball. Hata kama hujakamilika, tumeweka basic facilities zile inahitajika huko. Zile zingine tunapangia kufanya ni upande wa Lare, Huru, Maua na Nkubu. Kinyang'anyiro cha kombe la gavana kinaendelea na jumla ya timu 180 zinashiriki. Timu 4 kutoka kila ward. Idara ya michezo imesambaza vifaa kama mipira, jeshi, jaketi za wachezaji, malipo ya refa na uchukuzi wa wachezaji. Zawadi zifuatazo. Zawadi zitatolewa kila gatuzi ndogo kama ifuatayo. Timu ya kwanza katika gatuzi dogo itapata 500, timu ya pili 300, timu ya tatu 200, timu ya 4 100. Na tutatangaza kiwango ya juu zaidi ya timu zile zitashinda hiyo kombe katika county. Ile imependekezwa hapa sikubaliani naye, ninataka iongezwe. Ni muhimu kutambua ya kwamba Meru imetambuliwa na shirika la kitaifa la soka FKF kama gatuzi linaloongoza katika uwekezaji fedha katika mchezo wa kandanda. Sisi ndio number 1 kwa kukuza mchezo wa kandanda katika kaunti zote, na hiyo ni uamuzi kutoka kwa shirika la FKF. Kama hatua ya kupambana na matumizi ya dawa
za kulevya na pombe haramu, serikali yangu ilianzisha bondi ya kudhibiti matumishi ya pombe. Bondi hii imepiga hatua katika utoaji leseni, utoaji mafunzo kwa umma pamoja na wamiliki wa mabaa. Bondi hii pia ilizindua shindano la kibiashara Youth Business Challenge. Shindano hili lilinuia kutambua na kukuza vikundi vya vijana na kina mama wenye ujuzi na mawazo ambayo yanaweza kuleta ajira na uzalishaji rasilimali, hivyo kukuza uchumi wetu. Jambo hili pia litachangia vijana kutohusika katika matumizi ya madawa ya kulevya. Mabibi na mabwana, katika bajeti ya mwaka ujao tutajenga kituo cha urekebishaji ili kuboresha afya na maadili hasa kwa walioathiriwa na madawa na unywaji pombe kupindukia. Isitoshe, tumepeana bidhaa za michezo kwa zaidi ya vilabu 400, jaketi za waendeshaji pikipiki kwa zaidi ya watu 4,500, mipira 900, mavazi wanasoka kwa vilabu 380, mavazi ya wachezaji wa volleyball 90 na neti 90 za volleyball. Idara ya utumishi wa umma imekuwa katika serikali yakiwemo yafuatayo kama kiungo kati muhimu katika utoaji huduma za kijamii pamoja na usimamizi wake, kuajiri wafanyikazi wa serikali, kuwadumisha na kuwapandisha vyeo, kushirikisha umma katika uundaji sera, utekelezaji na kukabiliana na majanga ya moto. Tumetekeleza na kuajiri wafanyikazi kwa mtindo wa ungatuzi kutoka makao makuu hadi kwa wodi kulingana na sheria ya serikali ya ungatuzi iliyopitishwa mwaka wa 2012. Vilevile tumepitisha na kutekeleza nembo, that is emblem, za ungatuzi letu kuambatana na serikali na sheria iliyopitishwa mwaka wa 2014. Isitoshe, tumenunua magari 7 ya kusafirisha maafisa wa nyanjani. Tumeajiri maafisa 56 wa utekelezaji sheria za ungatuzi. Maafisa hawa wamewekwa katika vituo viwili, Makutano na Goromone. Katika kikosi hiki cha utekelezaji tumeunda idara ya trafiki ili kumundu barabara zetu na kuhudumia magari na wasafiri kikamilifu. Kama mbinu ya kuwarahisisha utoaji huduma, tumeajiri wafanyikazi 2,454. Ni muhimu kutaja kuwa tuliweza kulipa malimbikizi ya wafanyikazi waliokuwa na serikali za wilaya kabla ya mfumo wa ungatuzi kuanzishwa. Malipo hayo yalitugharimu shilingi milioni 55. Hii inamaanisha aria za wale walikuwa wanafanya kazi katika local authorities. 770 malipo ya uzeeni wa serikali na sheria ya ungatuzi iliyopitishwa mwaka wa 2012.
tumeweza kuwafikia takriban wananchi 22,000. Tumepitisha na kutekeleza mwongozo wa kushirikisha umma mwaka wa 2014 ambayo inaitwa Meru County Public Participation Act. Kupitia ushirikiano mwafaka ulioko wa utendakazi baina ya matawi yetu mawili ya serikali, yaani serikali tekelezi na bunge la gatuzi, tumeafikia mengi na haswa kupitisha sheria 26 katika miaka ile tumekuwa uongozini. Miaka iliyopita serikali yangu imedhamini na kushirikiana na bunge la gatuzi kupitisha sheria zifuatazo: sheria ya udhibiti wa vileo Meru County Alcoholic Board, sheria ya ushirikishi umma Meru County Public Participation Act 2014, sheria ya udhibiti huduma za maji na usafi wa mazingira the Meru County Water and Sanitation Services Act, sheria ya utalii na wanyama pori the Meru County Wildlife and Conservancy Management Act, sheria ya mashauri ya uwekezaji na maendeleo the Meru County Investment and Development Corporation 2014, sheria ya shirika ndogo la kifedha Meru County Microfinance Corporation, sheria ya Meru County Cooperative Society, ya ushuru the Meru County, sheria ya ugawi 2014, sheria ya ugawi wa rasilimali Meru County Appropriation Act 2015, sheria ya ugawi wa rasilimali ya ngatuzi Meru County Appropriation Act 2016, sheria ya udhibiti wa kifedha wa mikopo ya magari County Assembly of Meru Staff Car Loan Fund Regulations, sheria ya udhibiti wa kifedha wa mpoko wa County Assembly of Meru Staff Housing Fund Regulations, sheria ya udhibiti wa kifedha za mikopo ya magari kwa wanakamati wa ngatuzi Meru County Executive Staff Car Loan Regulations, sheria ya udhibiti wa kiwango cha fedha za ujenzi Meru County Executive Staff Housing, sheria za utawala Meru County Grants Regulations 2014, sheria ya ishara na nembo katika serikali the Meru County Symbols and Emblems Act, sheria ya fedha ya serikali ya ngatuzi la Meru County Finance Act 2016, Meru County Health Services Act 2016, the Meru County Disaster Management Act 2016, the Meru County Public Appointments County Assembly Approval 2016, County Persons with Disability Act 2016, Meru County Assembly 2016, the Meru County Retention and Enhancement Act 2016, the Meru County Spatial Planning Act 2016. Mnahitaji mjipigie makofi kwa hiyo kazi nzuri mmeweza kutekeleza kwa muda wa miaka 4. Jambo hili linafanya gatuzi letu kuwa gatuzi lenye sheria bora zaidi hapa nchini. Tukiwa na sheria hizi, tuna msingi wa kutekeleza majukumu ya ungatuzi kwa mujibu wa katiba. Kwa hili na washukuru sana waheshimiwa wabunge wa gatuzi letu la Meru. Kama ilivyo katika mwito wetu mkuu kuwa gatuzi kielelezo hapa nchini na sehemu mbalimbali za dunia, hatua zetu za kimaendeleo zimevutia vikundi kutoka nchi na gatuzi mbalimbali. Waheshimiwa wabunge, nina furaha kuwajulisha kwamba idara ya uchukuzi, barabara na ujenzi imetembelewa na idara ya barabara ya nchi ya Uganda, wizara ya kitaifa ya barabara ya nchi ya Tanzania, wizara ya kitaifa ya barabara ya Nigeria, kushuhudia teknolojia ya ujenzi wa barabara ya PROBIS tunayoitekeleza kutoka nchi ya Malaysia. Pia gatuzi za Nandi, Taita, Taveta, Bomet, Samburu, Baringo, Bungoma, Laikipia, Embu na Marsabit wametutembelea. Baadhi yao wameiga teknolojia hii na wakaanza
kuitekeleza huku ikibandikwa jina barabara Samunya katika ngatusi hizo. Kienda Marilal utaambiwa hivyo. Shirika ndogo la kifedha la Meru Microfinance limetembelewa na wajumbe kutoka Kakamega na Makueni. Shirika la uwekezaji na maendeleo limetembelewa na wageni kutoka gatuzi la Kisumu na Nyandarua kujifunza mengi kuhusu utekelezaji na uvumbuzi katika kupalilia ukuaji wa uchumi. Vilevile, wawakilishi wa gatuzi la Bomet na Turkana wametembelea idara ya utumishi wa umma kujifahamisha mengi kuhusu idara ya utekelezaji sheria. Kikundi kutoka taifa la Canada, kamati ya bunge la seneti, wabunge wa gatuzi la Marsabit, Embu, Tharaka Nithi, Laikipia, Kitui na Garissa walitembelea idara ya elimu kujifunza kuhusu utekelezi wa mradi wa uajira wa walimu wa shule za sekechea katika msingi wa kundumu na kupata malipo ya uzeeni. Idara ya ardhi, sayansi na mawasiliano na mpango ilitembelewa na ujumbe kutoka gatuzi la Makueni, Laikipia na Isiolo. Idara ya kilimo imepokea ujumbe kutoka gatuzi la Tharaka Nithi walioinuia kujifunza jinsi ya kutekeleza mradi wa kuhudumia ng'ombe wa maziwa kwa njia ya mipira. Pia ujumbe kutoka Migori na Garissa walikuja kujifunza kuhusu ufugaji wa mbuzi wa maziwa. Nikisindi, idara ya michezo, utamaduni, vijana na huduma za jamii ilitembelewa na jumbe mbalimbali kujifunza mengi kutokana na mradi wa Kinoru. Baadhi yao ni ujumbe wa Nyandarua, usimamishi wa uwanja wa Kasarani, Confederation of African Football CAF na rais wa Federation wa Kenya Football na ujumbe wake. Idara ya afya iliweza kupokea ujumbe kutoka kwa Wizara ya Afya ya Kitaifa na ujumbe wa gatuzi la Machakos kujifunza kuhusu chombo maalum cha oxygen plant. Vilevile ujumbe wa shirika lisilokuwa na la kiserikali at Clinton Foundation lizuru idara hii. Idara ya maji na mazingira imepokea ujumbe kutoka gatuzi zifuatazo: Kakamega, Busia, Machakos, Nairobi, Marsabit, Nyeri na Tharaka Nithi. Injapokuwa tumejisatiti kuafikia mengi, bado kuna ugumu unaotukabili katika utekelezaji kwa sababu ya upungufu wa bajeti yetu. Changamoto ya maji imekuwa yenye uzito mkubwa kwa serikali yangu. Mabadiliko ya hali ya anga, ukame na badiliko ya mazingira husababisha upungufu wa maji. Serikali ya kitaifa inaweza kutufaa sana iwapo itatujengea mabawa ya maji, hivyo basi kutoa suluhu ya kudumu. Tayari tumekabidhi ramani ya ujenzi wa mabawa kwa wizara husika ya serikali kuu kama inavyofanyika katika gatuzi zingine, kwa mfano Kirinyaga, bawa ya Dhiba, Ukambani, bawa ya Thekwe, Murang'a, Nakuru na zinginezo. Kwa hivyo tunahimiza na kuomba kwa heshima kuu ya kwamba serikali ya kitaifa iwatazame kwa jicho la hisani wakaaji wa Meru County na kufadhili ujenzi wa mabawa haya kama inavyofanyika katika kaunti zingine. Pia natoa wito kwa viongozi wetu wa kisiasa wanaotuwakilisha katika bunge la kitaifa na lile la seneti washughulikie jambo hili la ujenzi wa mabawa kwa dharura. Wananchi wa gatuzi la Meru wanangoja kwa hamu kuona uongozi endelevu kutoka kwao katika jambo hili. Hata hivyo, mimi mwenyewe nimeshughulikia jambo hili na mipango ya kupata fedha za kujenga mabawa iko katika hatua za mwisho. Changamoto ya usalama pia imeathiri pakubwa gatuzi letu. Wizi wa mifugo mara kwa mara, uvamizi wa majangili kutoka gatuzi jirani, huku wakazi wa gatuzi letu wakiachwa kwa hali ya ufukara na kuishi kama wakimbizi katika nchi yao. Tatizo hili limeathiri sana sehemu za Nyambene
na hali imesindi kudhoofika tangu wa mwaka 2013. Miezi miwili iliyopita, ng'ombe 700 kutoka eneo la Tigania waliibiwa na manjangili kutoka kaunti kutoka jamii ya Waturkana kupitia eneo la Ndahaba. Mpaka sasa hawajawahi kurejeshwa. Hawa ng'ombe hawajawahi kurejeshwa. Na tuko na habari pale hawa ng'ombe wako kunajulikana. Lakini bado tunaambiwa hawa ng'ombe watarejeshwa, na miezi inaendelea kupita bila hawa ng'ombe kurejeshwa, na wananchi hawa ambao walikuwa na wenye ng'ombe hizi wanaendelea kuwa fukara kabisa. Tarehe 7 mwezi huu na kutoweka na mifugo na mbuzi 450 wa mzee Kangushia, ng'ombe 120 na mbuzi 60 wa mzee Ntotene. Tarehe 10 manjangili tena walivamia eneo la Lula na kutoweka na mifugo wake mbuzi 270 na ng'ombe 97. Kwa sasa mwili wa marehemu Kalula umehifadhiwa katika hospitali ya Maua Methodist. Pole zetu zinawaendea familia yake. Tunahofia hali hii itasorota zaidi, haswa tunapoelekea msimu wa uchaguzi. Tunatoa wito kwa wizara husika ya serikali ya kitaifa kufanya juhudi na kuhakikishia wananchi wa Gatuzi la Meru usalama wa kutosha. Jukumu kwanza serikali ya taifa ni kuhakikishia wananchi usalama wao na mali yao. Mheshimiwa wabunge, mtakubaliana nami kwamba uchumi wa Meru utegemea pakubwa mmea wa miraa. Tangu soko la miraa kufungwa katika mataifa ya Uingereza na Uholanzi, hadhara hizi vile zimeendelea katika biashara zingine, huku hali ya umaskini ikiongezeka. Kiongozi wa gatuzi hili nilitembelea taifa la Somaliland kwa nia ya kujenga kwa nia njema soko huu unaojulikana kama dhahabu ya kijani, green gold, ya kisiasa, na kuambiwa kuwa hilo sio jukumu langu. Hata hivyo kuna mafanikio yangu kuwafahamisha ndege 2 utua Somaliland kupeleka miraa yetu ya Meru. Ninaamini kuwa serikali yetu ya taifa ikichukua jukumu, soko za Ulaya zitafunguliwa ili kuwafaa zaidi wananchi wetu wanaodhirika na kufungwa kwa soko kama hali hii ilivyo sasa. Pia serikali ya taifa kupitia ofisi mbalimbali za kibalozi na uwezo wa Hata hivyo, tunakaribisha kwa furaha hatua ya serikali ya taifa kuingilia kwa kutenga kitita cha bilioni 1.2. Hata hivyo, ni muhimu kutaja kuwa hatujafurahishwa na hatua ya kutohusishwa kwa serikali ya gatuzi letu wakulima wa miraa na vikundi vya wakulima na wafanyikazi na wafanyabiashara wa miraa
kwa mfano ile kundi laitwa Nyamita. Tunaomba serikali ya taifa kuhusisha washikandao wote katika swala hili nyeti la miraa. Sehemu za Nyambene hukumbwa na changamoto ya kupotea kwa nguvu za umeme mara kwa mara, jambo ambalo huathiri biashara na kuinua gharama ya maisha kwa sababu ya matumizi ya mitambo ya generator ambayo ni ghali mno. Biashara nyingi hukumbwa na hasara haswa zinazotegemea umeme. Miaka michache ya awali kabla ya ugatuzi, waziri wa kawi alikuwa ametoka katika gatuzi letu la Meru, na inaudhi kuwa hakuweza kutatua ya kawi iweke kipao mbele umeme wa nguvu za kiwango, haswa katika utandawazi wa umeme wa Isiolo Nyambene. Nimekuwa nikifuatilia katika utekelezaji. Napokuwa tumejisatiti kutekeleza haya yote, viongozi wa binafsi wanaweza kuharibu mafanikio yetu na kuturejesha nyuma. Zilizozuka katika sikukuu ya kitaifa ya kuadhimisha siku ya Jamhuri mwaka jana, ambapo viongozi waliingia uwanjani na kusambaratisha shughuli muhimu ya kitaifa kama hii, wakiwa na wafuasi wao wenye mabasi mekundu. Na ni kama wengine walikuwa na mavazi mekundu pia, ni kama ni wale wale. Kama kiongozi wenu, nimetekeleza haya kwa uwajibikaji kuhakikisha tumeafikia maono ya ngatuzi letu ambayo ni ngatuzi ya kijani kielelezo yenye umoja na ufanisi. Tumeleta umoja kwa kuhakikisha hakuna ubaguzi katika upeaji ajira na usambazaji maendeleo. Vile vile tumehusisha wananchi katika shughuli mbalimbali za maendeleo na uundaji sera ili kuleta hali ya uendelezi wa kustawisha uchumi, kukamilisha maendeleo tulioanzisha, kuongeza ajira, kusalisha mali na kuongeza utajiri. Ndio sababu na katika ili hatimaye natoa shukrani zangu za dhati kwenu nyote, mabibi na mabwana, kwa kuunga mkono serikali yangu na kunipa heri njema. Matokeo ya kura ya maoni iliyotangazwa jana na inaenea kwa vyombo vya habari inaonyesha kuwa iwapo uchaguzi ungefanyika hii leo, ningechaguliwa tena. Ishara tosha kuwa muko na imani na uongozi wangu, na bila shaka ikifika uchaguzi mkuu mtanichagua kwa awamu ya pili na ya mwisho kuhudumia kama gavana. Na washukuru kwa kuwa walipa ushuru, waaminifu na wapenzi wa serikali, hali kadhalika wazalendo wa ngatuzi la Meru. Pia na washukuru waheshimiwa wabunge la bunge la kaunti ya Meru kwa ushirikiano mema katika miaka 4 ambayo tumeweza kuhudumu, na nawatakia kila laheri katika uchaguzi ujao. Mungu awabariki na Mungu aibariki gatuzi letu la Meru. Asanteni sana.
thank you His Excellency the Governor for the comprehensive state of the county address. Honourable members, may we applaud His Excellency the Governor. Thank you so much. Honourable members, before we take the next business, let me request the honourable members to join His Excellency the Governor outside there for a group photograph. You're also invited to join His Excellency the Governor for cocktail, that is for some bites, immediately after this sitting at the County Assembly of Meru Gardens, just next to the parking. Members, I now direct that we take the next order. Order number 3, adjournment. Na mutegeri wa Wero TV owa okore Governor Peter Munya ari ndene ya County Assembly ira yetherwa ire ndene ya Meru Town kana mutindo ya Kangangi na kuomba kwaririria manto mwanya yokonia weti na mbere kuma arauku mathirikari ne miaka enethiri na manto ya moyo araomba kwaririria ni ndene ya Department ya Health kana ya ugima wa mwiri ara aombere kuwa kire mbia ira bona cia county kana budget ya county 40% kana esunsi 40 kire yana ciomba weta kire Department ya Health na kire mantu yonde wire aumbere kunikuwa ni bombete woka dispensaries ya narimwe 36 na health center that adrisionde na bomba woka maternity ward 12 na ibombete woka health center kire ward mwanya imwe yacio ni Motoni, Nkando, Mairoro, Kirera, Kathi, Mbaraga, Kegane na Runogone na inge inyingi. Kire manto yange arabombete kuthithia ndene ya county ya Meru bado kire department ya health bombete kuora ambulance 13 na kire bombete kuongela ambulance 13 mutegeri wa Wero TV na thai bombete kuwa tini bombete kuongela mandawa ni bombete kuongela mandawa ya mainge mno mwaka na ywa 2013 bombera kuora mandawa ya 57 million lakini mwaka thai bombete kuora mandawa ya 220 million kuona ni ya Asia bakaomba kwitha bena mandawa ya mainge nkoroki we compare kumara munya ukumere thirikari ne na kaitene ka na nombere kuwa ati ma dispensaries bakethro bake aya na service yo theri kumarware na mubango na yora yombere kururwa ni first lady yuwa kuolia kithanto bena cancer kumarira mbereria anto ngiri 71 manayana 79 ni bombete kuoliwa kithabe na murimo yo. Governor Munya ariwo kelokera uritingwe bwawe Meru niombete kwa declared malaria free zone na niombete ku reduce kuma 33% weta ke 1% euno mwana ku reduce kuma ku reduce na 100%. Na tukiweta kire sekta ya ruwe ni bombete kurura matangi na kuenja kinya idhima konto mwanya ndene ya county ya Meru mutegeri weto ntere imwe irabombete kuthithia manto yani interest ya Kiegoi market na arabombete kurura itangire na 225 liters erowe wa ita interest ya Kangeta nibombete kuenja kithima kia 200,000 liters kia rowe njia water supply phase 1 ye na 250,000 liters interest ya Kidhongo kinyapo ni bombete kuenjira antorowe interest ya Nchunguru bomba ovokera itangire na capacity ya 50 liters na Peter Munya omba kuwa kinyakwethirwa ni kwethiretwo kwina challenges wasia rowe na miuro kuma ni basi ometie mno interest ya Bore ni bombete bombete kurura milaini mwanja ya miberethi na kire thoko ya Ngosishi boka itangira kwa antorowe na mutegeri wa Wero TV tueta kire sekta ya education kana mathomo Governor Munya auwa ni bombete kumarira au kumire wathanoni bwawe bomba kwa ya na 495 million bomba kwa 495 million kire arito baraba apply tembesa in form of bursary na auwa mwaka ene yoyo kethira no babangete bado kwa ya na 135 million kire arito baraba komba kwa apply na baraba tomba no siomba Munya ariwa ni babangete kwanjeria muradi yora bakathomeza cia ana bele okire ward ndene ya county ya Meru mutegeri wa Wero TV na bakombo bathomethia kire ithomo byonthe na twita interest ya biashara mutegeri wa Wero TV
Thirikari ya Munya ni bombete woka mathoko konto myanya ndene ya kaunti ya Meru na bomba kururira anto sako nikenda bomba usevu mbia cio na kinya koromba mbia. Mutegeri wa Wero TV natuwatanire na Phineas Imana ora ore kire county assembly ora komba utwira bora bwetete na mbere kaiteneka. Na mutegeri wa Wero TV mbere tuwatanira na Phineas Imana musemani uyu niyo wetini MMCA mwanya wona kinya aeni mwanya baraba kuinvite twekire event eu na Munya aomba kwariria manto ya mainge mno ya okonia maendeleo ya county ya Meru. Mutegeri wa Wero TV mesemani ya state of the county mesemani yomba weta na mbere kana ebwetha kire omwaka kire county mwanya ona oranku wete au kabere kire county ya Kiambu kinya Kavogo na rombete ni kubwethia state of the county tariki 6 cia mweri wena ararombete ni kwariria manto mwanya manto yo tomba kubwanania na oburabo wete na mbere kire yaramunya akwaririra cia